Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 3, mkate wa uzima na vazi la haki. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Yohana 6:33. Na tuombe. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu. Asante kwa kutuamsha salama asubuhi hii. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze vyema. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Ikiwa ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Luka 11:13. Roho Mtakatifu, mwakilishi wake mwenyewe, ni karama kuu kuliko zote. Yote mambo mazuri yanapatikana hapa. Muumba mwenyewe hawezi kutupatia kisicho kikuu zaidi wala kisicho bora zaidi. Tunapomwomba Bwana atuhurumie katika dhiki zetu na kutuongoza kwa Roho wake Mtakatifu, kamwe hata yatupilia mbali maombi yetu. Inawezekana kabisa kwa mzazi kugeukia mbali na mtoto wake mwenye njaa, lakini Mungu kamwe hawezi kukikataa kilio cha moyo wenye uhitaji na wenye shauku. Ni kwa upole wa ajabu jinsi gani ameeleza upendo wake kwa wale ambao katika siku za giza wanahisi kwamba Mungu hawajali. Huu ndio ujumbe kutoka kwa moyo wa Baba. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Isaya 49:14 hadi 16. Kila ahadi katika neno la Mungu hutupatia mada kwa ajili ya maombi, ikionyesha neno la Yehova lililoahidiwa kuwa uhakikisho wetu. Baraka zozote za kiroho tunazohitaji ni fursa yetu kudai kupitia kwa Yesu. Tunaweza kumwambia Bwana kwa usahili wa mtoto kile hasa tunachokihitaji. Tunaweza kumwambia mambo yetu ya kitambo, tukimwomba atupe mkate na mavazi pamoja na mkate wa uzima na vazi la haki ya Kristo. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote na mnatakiwa kumwomba kuhusiana navyo. Ni kupitia kwa jina la Yesu kwamba kila fadhila inapokelewa. Mungu atalithamini jina hilo na kisha atawapatia mahitaji kutoka kwenye utajiri wa ukarimu wake. Lakini usisahau kwamba katika kumjia Mungu kama Baba unatambua uhusiano wako kwake kama mtoto. Hauamini tu wema wake, bali katika kila kitu unajisalimisha kwa mapenzi yake, ukijua kuwa upendo wake haubadiliki. Unajitoa ili kufanya kazi yake. Ilikuwa ni kwa wale ambao amewasihi kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, kwamba Yesu aliwapa ahadi, ombeni nanyi mtapewa. Yohana 16:24. Zawadi zake yeye mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani ziko ghalani kwa ajili ya watoto wa Mungu. Zawadi za thamani sana ambazo huja kwetu kupitia dhabihu ya gharama ya damu ya
zawadi ambazo zitatosheleza tamaa kubwa zaidi ya moyo, zawadi za kudumu milele, zitapokelewa na kufurahiwa na wote ambao watakuja kwa Mungu wakiwa kama watoto wadogo. Zichukue ahadi za Mungu kuwa zako, ziombe mbele zake kama neno lake mwenyewe linavyosema, na kisha utapokea furaha kamilifu. Utasoma katika Thoughts from the Mountain of Blessing ukurasa wa 132 hadi ukurasa wa 134. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 3, mkate wa uzima na vazi la haki. Na tuombe. Asante Baba kwa masomo haya unayotupatia kila siku. Asante kwa somo hili la leo. Tunajikabidhi kwako, tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu